Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura bacheko ya mandege. Uzito somya bamura bacheko ya mandege. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura bacheko ya mandege. Uzito somya bamura bacheko ya mandege. Tosairia sense mweyiga kero turache kurigereria enchira yokurwania ubukurumi aiga ase ense ya Kenya ubukurumi ugochaka nonye kurwa ase ebinyoro wika ase chi county a serikali chi county naboigo na ase serikali enene orogongo rwa Africa ekero oba kurigereria guse chinse cha Africa chikurigereria engane yiga ase chitariki 11 chimo kira umutinyi ugatano na kabere. Karibu sana ilinde tunyara kusanga na igase studio nimbate abageni na ndeni gongu kubore umocho muri ngo sabo kwa bere kyagira tibago chigotumeka omono gweke kusinde kero bara chigotwerera naki ekyombe kyokurwane gukurume igase nsi ya Kenya kegokora emirimo higo chinga kichiga tigambari ni ilinde banyara kusanga kirore igwa bakuvurukania bakwane Kiswahili bakurukane Gesongo kyagira tibari kurase igesaku ya Mwanya Getinge, karibuni sana. Habari zenu? Tuko salama. Huko nje kuna baridi sana. Hapana. Sio kama Nairobi, nasikia Nairobi ndio kuko na baridi sana. Yes. Lakini hapa ni so it's a bit okay. Inakaa place umezoea ama pia ni karibu na nyumbani. Yes. Sasa. Unaweza kufanya introduction, jina lako na vile vile unafanya nini? Umesimamia yapi? Na katika hii safari ya kuangalia jinsi ya kufight corruption kutakuwa vipi? Okay. Yes. Kwa majina naitwa Mr. Ignatius Wekesa. Yes. Mimi ni Regional Manager wa Ethics and Anti-Corruption Commission. Eneo hili la South Nyanza ambalo linahudumia kaunti 4, Kisii, Nyamira, Homa Bay na Migori. Yes. Na mimi kazi yangu ni kuhakikisha kwamba ile mandate ya commission yote mimi ndio na coordinate na kufacilitate all the operations ya commission katika eneo hili. Na nikiwa na staff na all the resources ambayo inahusika na mambo ya kupambana na ufisadi na unethical conduct. Yeah. Okay, karibu sana. Na Agar, habari yako? Nzuri. Jina lako na vile vile unafanya nini katika hii safari ya kupambana na ufisadi? Asante. Yes. Kwa majina naitwa John Agar. Vile mkubwa wangu amesema, yes. Katika Ethics and Anti-Corruption Commission ama tume ya maadili na kupambana na ufisadi, tuko na jimbo karibu 11 nchini. Yes. Na katika South Nyanza Regional Office ambayo ofisi yake iko Kisii, hapo ndipo nipo kama Deputy Regional Manager, na pia nimeegemea sana pande ya kuelimisha wananchi, public education and awareness. Kwa hivyo kwa kazi yote ile mkubwa anafanya, ni mimi ndio msaidizi wake kuhakikisha kwamba tumepambana na ufisadi kulingana na sheria katika South Nyanza Regional Office. Karibuni nyote. Na nikianza na Wekesa, EACC inafanya kazi gani? Wakati unajua mara mingi tumekuwa tukisema tume ya kupambana na ufisadi nini watu wanasikia ethics and anti-corruption, but hawawezi kuelewa labda hii kupambana na ufisadi mnafanya kazi yenu vipi? Okay. Yes. Asante sana. Maadili itakuwa hiyo swali. Tume ya maadili na kupambana na ufisadi ilisaliwa mnamo 2010 wakati katiba mpya ilikuja
Yes. Mbeleni kulikuwa na Kenya Anti-Corruption Commission, lakini katika katiba ambayo ilikuja mwaka wa 2010, Yes. ilisemekana kwamba kitu ambacho ni cha muhimu sana na kimekosekana katika nchi yetu ni maneno ya maadili, yani ethics. Kwa hivyo hiyo katiba ilikuja na chapter 6, kulikuwa na Leadership and Integrity Act, Leadership and Integrity. And therefore hapo parliament mwaka wa 2011 waka-enact ile act ambayo inaitwa Ethics and Anti-Corruption Commission to operationalize ile chapter 6 ya constitution ya Kenya. Na kwa hivyo tuko na kazi kama tume. Kwanza kabisa tunatakana kuenforce Anti-Corruption and Economic Crimes Act ya 2003 ambayo inaelezea yale makosa ambayo ikifanyika na sheria ambayo inatakana kuchukuliwa. Na kwa hivyo tunafanya kitu inaitwa law enforcement. Hiyo ndio tunafanya uchunguzi, ndio nakuta kesi inakuwa reported kwetu, tunafanya uchunguzi, tunamaliza, halafu tunaandika report under section 35, halafu tunatuma kwa Director of Public Prosecution. Halafu atatupatia, kama anatupatia consent, tunapeleka watu kotini. Na kama kuna consent, pengine ni kufunga, kwa sababu kuna allegation ambayo mnaweza fanya uchunguzi na ipatikane kumbe ilikuwa kuna makosa. Kitu cha pili ambacho tunafanya ni kufanya public education, sensitization and awareness, kuhakikisha kwamba wananchi na watu wote, all the stakeholders, wamejua kwamba kuna tume ambayo inafanya hiyo kazi ya kuchumulisha kila mtu, kwa sababu kupambana na ufisadi huwezi fanya ukiwa kama tume peke yetu, lazima tuwe na watu wengine to join. Na halafu tunajua members of public ndio wanaenda for services in most government offices, na hao ndio mara kwa mara wanapatikana kwa hali ambayo inatakana watoe hongo ama rushwa, ama wanasumbuliwa kwa njia moja ama ingine na wafanyikazi wa serikali ambao wanatakana kufanya hiyo service kwa njia ya bure na free na prompt, haraka. Sasa mtu apate chances. Sasa hao members of public pia lazima tuwachanue. Lazima tuwaambie kwamba ukienda kwa ofisi ya serikali ama hata private, lakini ufanyiwe hivi na hivi, hiyo ndio utafanya, utareport. Yes. Kitu kingine ambayo tunafanya ni maneno ya asset recovery. Unajua kwamba hii nchi kuna watu wengi sana wamenyakua vitu ya serikali, mali ya umma. Utakuta in terms of land, na kuna resources ambayo pia wameiba directly. Mtu amekuwa kwa ofisi na ana abuse hiyo ofisi kwa kuchukua hiyo resources, anajinufaisha yeye na familia yake na watu ambao wako karibu na yeye. Na kwa hivyo sisi chenye tunafanya uchunguzi, tukikupata kama wewe umenyakua, tunakupeleka kotini na tutafanya hiyo process yote na tutatua hiyo mali turudishie serikali. Yes. Na mimi najua kwamba mara kwa mara huwa naona wakubwa wetu wakienda kwa State House wakiwa wanapeana ile mali ambayo tumerecover in a previous year or a particular year. Yes, Mr. Agar, Yeah. nikirudi kwako, what's the importance ya public, mwananchi wa kawaida kujua haki yake, especially kujieleza, kujua kwamba ameweza kudhulumiwa ama ameweza kufisidiwa? Ni kweli. Tunayo kitu tunaita human rights. Yes. Haki za kibinadamu. Kuna vipengele tofauti tofauti katika mambo ya haki za kibinadamu. Ya kwanza, kila binadamu ana haki ya uhai, ana haki ya kupata elimu bora. Yes. Ana haki ya kuwa na maisha mema ama health, na kukaa kwa secure environment. Na ufisadi unathorotisha haki ama inadhulumu
haki za kibinadamu. Kwa hivyo kila binadamu ama kila mwananchi wa Kenya lazima ajue haki zake na ajue kwamba ufisadi unaweza mkosesha asipate haki zile. Kwa hivyo ndio maana tunaelimisha kila mtu katika nchi ya Kenya ajue haki zake na ajue kwamba kukiwa na ufisadi hatapata zile haki zake ama kwa watoto wake ama kwa jamii inayokuja. Kwa hivyo tunawaeleza aina za ufisadi ili wasijihusishe na ufisadi, na wanapoutazama ufisadi ukitendeka wapige ripoti kwetu, na sisi tunawasaidia ili tutatue. Kama ni mfanyikazi wa serikali ambaye anatesa Wakenya wakiingia kwa ofisi pale kupata huduma, tunahakikisha kwamba tunamchunguza ama tuna recommend atolewe pale mwananchi mwingine anayefaa aingie kwa hiyo ofisi. Yes, Mr. Agara, mbona mfanye awareness sasa hivi? Mbona wakati huu, ama mlianza kujulisha the public lini? Ni kweli tangu hii commission ianze tumekuwa na idara ya kuelimisha. Lakini sana sana kuanzia mwaka wa 2003 kuna maktaba ambayo Kenya iliweka mikono, ilisign, inaitwa UNCAC, United Nations Convention Against Corruption. Hiyo ilikuwa kule Mexico 2003. Na ukisoma chapter 2 ama article 2 ya hiyo convention ya dunia nzima inasema kwamba kila nchi lazima waelimishe wananchi. Kwa hivyo tukiweka mipango ya Anti-Corruption Commission, tukatenga idara fulani ya kuelimisha wananchi. Na kwa hivi sasa tangu mwaka wa 2010 tumekuwa tukielimisha watu kwa shule, kwa maofisi ya serikali, kwa marketplaces, kwa makanisa, na mahali popote, hata kwa redio na television kama saa hii. Tumekuwa na hiyo mipangilio, na katika mwaka huu wa 2025 siku ya Friday ambayo ni tarehe 11, Kenya itakuwa inaungana na nchi 48 Afrika nzima ili kusherehekea siku ya anti-corruption, siku ya kupambana na ufisadi Afrika. Kwa sababu Afrika pia kukakuwa na convention ambayo inaitwa AUCPCC, inaitwa African Union Convention on Preventing and Combating Corruption. Yes. Hiyo maktaba pia inasema kwamba kila nchi lazima ielimishe watu. Kwa hivyo haya mambo ambayo tunafanya ni mambo ya kidunia, ni mambo ya Kiafrika na ni mambo ya kwetu Kikenya, kwamba wananchi lazima waelimishwe, wajue ufisadi ni nini, wajue chanzo cha ufisadi, wajue madhara ya ufisadi na jukumu lao katika vita dhidi ya ufisadi. Thank you. Mr. Wekesa, pengine nimesikia ukizungumzia mambo ya land, mambo kama cases za land grabbing na mengine properties. Aina ya ufisadi ama the type of corruption yenye nyinyi ujihusisha kwayo? Asante sana. Unajua hiyo neno corruption Yes. inatumika kwa kila siku. Unakuta kila mtu anaweza sema corruption. Ukifanya kitendo fulani ambacho hakifai, unaona mtu anakuambia wewe ni corrupt. You are corrupt. Sasa kulingana na sheria ambayo imewekwa, ili neno corruption imekuwa defined kwa njia ya kueleza aina tofauti tofauti ya vitu ambayo mtu akifanya ama vitendo ambazo zikifanyika itasemekana ni corruption. Yes. Na kwanza kabisa ile fomu ya corruption ambayo
sisi huwa tunadili nayo na inajulikana na inaonekana na kila mtu. Ni kitu inaitwa bribery. Bribery hata kwa barabara zetu ukipita utaona hongo. Yes. Pahali popote unaenda kwa ofisi unataka huduma, unaitishwa kitu kidogo ndio maneno yako itembee, ama ndio faili yako ipatikane. Ama kama ni passport ikichukua kama mwezi moja na unaitaka kwa 1 week, sasa hiyo pesa yenye utatoa ama ile hongo itahakikisha hiyo passport inakimbizwa haraka ndio upate haraka within 1 week. Sasa bribery ni ile form ambayo iko very common, na hiyo sisi tunaiconsider kama high priority, kwa sababu ukipata ripoti kama ya hiyo, usipoamuka haraka, mtu anaweza badilisha nia, ama mtu anaweza kundua kwamba wanachunguzwa na wahepe. Kitu cha pili ni embezzlement of public funds. Hapo ni watu tu ako kwa ofisi, pengine yeye ako in charge ya finance ama maneno ya interest. Yes. Anasema wanaenda mahali na hakuna mahali wameenda. Sasa wanachaza tu ile forms, wana process pesa na wanaweka kwa mfuko. Sasa hiyo ni wizi ya direct. Sasa kuna vitu kama hizo, ama kuna project ambayo inasemekana itafanywa kufaidisha watu, lakini utakuta kwamba pesa imelipwa na hiyo project hakuna. Kitu kingine ambayo tuna investigate ni kitu inaitwa nepotism and favorism. Kwa sababu ukiangalia sheria hata constitution article 10 inasema maneno ya equality, social justice, equity, inclusiveness, participation, lakini utakuta kwamba most government officers ambao wako kwa nafasi za authority wametupa maadili nje ya dirisha. Kama ni uajiri, utakuta kwamba wanaajiri watu ambao wanajua ama relatives. Unaenda kwa ofisi unakuta especially county governments ambao most employees wanatoka maeneo hayo. Utakuta almost the entire office, pengine mkubwa fulani akiwa hapo, kila mtu anaenda hapo. So hiyo huwa tunachunguza. Na hata wewe pia unajua kwamba kuna kesi mingi ambayo tumepeleka kotini kwa watu kuandika watu bila merit. Also unakuta merit inatupwa nje, is no longer meritocracy but technical know-how, na watu wengine wana forge certificates. So forgery is also one of the key, especially maeneo kama haya. Tuko na a lot of forged documents. Sasa tunashindwa kwa nini watu wamesoma katika wakati huu. Watu wengi wamesoma, wako na madegree ama makaratasi ya halali, but still unakuta watu wengi wameandikwa na forged documents. Na hizo kesi imekuwa kero sana. Utakuta mtu kama huyo akiwa kwa ofisi, sasa kwa sababu hana hiyo ujuzi ambaye alisomea, ni makaratasi tu alitengenezewa. Sasa hao ndio naona wanafanya kazi duni. Makosa ingine ambayo ni very common and especially in the county governments, zile sisi tunachunguza ni conflict of interest. Sasa utakuta hapo mtu ametengeneza makampuni zake, ama ametumia familia yake kama spouse ama watoto, wamefungua makampuni. Sasa tender ama quotation ikitangazwa, unakuta hizo kampuni ndio sina tender. Sasa end of them yenye tapata ni yao. Sasa ni kama they are just competing among themselves. Na sasa wataki kampuni zingine kutoka nje. Sasa hapo na wewe umeona hapo ndio tumeweza kupata hata governors wenye tumepeleka kotini, kwa sababu hao in their normal day to day work hawafanyi kazi ya procurement ama our sign documents, lakini mahali wanapatikana ni ile pesa vile inatembea inalipwa hiyo kampuni. Sasa mkienda kuangalia mnaona kumbe hii kampuni ni yake. So yeye ndiye anafanya hiyo trade. Kitu kingine ambayo tunachunguza abuse of office. Unajua wanasema kwamba kwa corruption kwamba mtu akiwa kwa ofisi, hiyo ofisi ako na monopoly. Na kitu kingine inaitwa discretion. Kwa sababu kama mimi nikiwa kwa ofisi kama regional manager, kuna vitu ambayo niko na monopoly
hakuna mtu mwingine anaweza fanya, alafu niko na discretion. Are you getting? Na hapo wakati nafanya sina accountability. Sasa nikifanya hiyo discretion na monopoly na hakuna accountability, obviously hiyo ni corruption. So watu wengi wanafanya hivyo, wanakosa accountability, wanatumia ofisi yao kuconfer benefit kwao wenyewe as a person or kwa mtu mwingine. Hayo makosa kwa public sector is very common, na hiyo ndio tunajua most cases zetu zenye ziko kotini saa hizi utakuta ni abuse of office. Mtu anatumia ofisi kuchinufaisha, na ndio naona Wakenya sana mara mingi wanalia ama wakipika report ama wakifanya demonstration wanasema huyu mtu juzi aliandikwa kwa county government, alikuwa anatembea na baiskeli ama pikipiki na saa hii anaendesha magari kubwa kubwa. Alikuwa na nyumba ya nyasi, saa hii yako na nyumba kubwa. Sasa watu wanakuwa agitated, na hiyo ndio makosa ambayo iko mingi. Ya mwisho ngawache tu zingine ziko, but budgeted corruption. Kuna ile budgeted corruption ambaye wakati watu wanafanya budget, like now this time budget ilikuwa inafanya kwa sababu ya end of the financial year. Utakuta kuna pesa ambayo inatengwa hapo, inawekwa, inaitwa miscellaneous, ama haina specific item ambayo itaenda kufanya kazi gani. Sasa hiyo pesa ikishaingia pale, hao watu wakati wanaendelea na mwaka kuimplement hiyo budget yao, kuna vile watatumia njia yoyote kutoa hiyo pesa. And that's why unasikia, ushawahi sikia hapa Kenya mtu mmoja ambaye alikuwa anafanya kwa saloon, alikuwa anapepa pesa kwa gunia. I think ulielewa hiyo case tuliambiwa, ambaye I think ilikuwa ya NYS, kwa sababu hii ni kitu ambaye imefanyika na imekuwa kotini. Sio siri. Kulikuwa na mtu alisema alikuwa anapepa pesa. Sasa hapo inamaanisha hii pesa iko hapo budgeted, lakini haina kazi ya kufanya. Sasa wewe tu ni kutafuta mtu hata kama hana capacity. Kama huyo msichana tuliambiwa alikuwa wa saloon. Sasa wewe anatengeneza kampuni, mnamwekea pesa, yeye ndio signatory, anakuja anachukua hiyo pesa. Wakati anaenda nayo, of course unajua ni nani ana benefit kwa hiyo pesa. Atapewa kitu kidogo tu. Lakini hii ingine atapeana wale atapeana wengine. So corruption and economic crimes plus vitu inaitwa unethical conduct. So unethical conduct ni ile nimesema, mtu anafanya for example kazi, unajua kulingana na sheria, ukiwa na kazi kama mimi sasa ninafanya kwa Ethics and Anti-Corruption Commission na ninapata mshahara, sitakana kufanya kazi mahali pengine nipate mshahara ingine ya pili. Sasa hiyo is very common, na saa hizi what we are doing, tukichunguza lazima utalipa mshahara moja. Utapay back, na is very common now going on. Alafu vile nimesema maneno ya unexplained wealth. Sasa watu wengi wako na a lot of unexplained wealth. Sasa chenye tunafanya, wewe utakuja kwa sababu huwa unajaza serikali, huwa unajaza wealth declaration forms ukiingia kwa serikali na ukitoka. Sasa wakati unaingia utatuandikia wewe ulikuwa na mali gani, uko na hiki, uko na hiki. Lakini muda fulani sisi tukiangalia ile pesa ambayo uko nayo ama vitu ambayo umepata, ukilinganisha na mshahara ambao unapata na allowances hizo zote tukiweka pamoja, hasilingani. Sasa tutakuuliza we mwenyewe, utatuambia hii pesa excess umepata aje. Kama unaweza kujieleza sawa, lakini kama hautaweza kujieleza, hiyo tutachukua. Na hata umeona mara mingi watu court, na ninashukuru court sana kwa sababu mara mingi ukishindwa tu kuexplain, court inasema EACC recover hiyo property ama recover hiyo cash ambayo tutakuwa tumefreeze iko kwa account yako. Sasa hizo ndio cases huwa tunafanya. Okay, thank you. Nikirudi kwako Agar, unaweza kuongezea nini especially hapo kwa forms of corruption? Asante. Mwaka wa 2003 kuna sheria Kenya ilitengeneza inaitwa Anti-Corruption and Economic Crimes Act. Sheria hii ukianzia section 39 kulikuwa na
corruption ambayo ilikuwa inaitwa bribery. Na hii bribery ilikuwa na makosa kama mawili, kupeana ama kuchukua. Lakini tukifika mwaka wa 2015 ikiingia 2016, Wakenya waliona kwamba bribery imekuwa very very common. Kwa hivyo waka repeal ile section 39 ya ASECA, wakatengeneza sheria ambayo inaitwa Anti-Bribery Act. Kwa hivyo ningeongezea kwamba bribery ni aina ya ufisadi ambayo iko very common na iko na makosa kama 7 sahihi. Kuna ile kosa ya kupeana hongo. Ukiangalia section 5 ya hiyo act, Anti-Bribery Act, inasema kwamba ukipeana hongo hiyo ni ufisadi. Kwa hivyo huwa tunaambia watu ambao wako kwa ofisi ama private sector, mtu akikuitisha hongo usipeane. Kwa hivyo ukipeana hongo utakuwa umevunja sheria. Yes. Na utashikwa. Tuseme kwa barabara unaona watu kama conductor wa magari zinachukuliwa mara kwa mara ama driver. Yes. Wanapeana hongo, lakini watu wanakuja wanalaumu polisi for example. Hawajui kwamba yule anapeana pia amefanya kosa. Kuna kosa la pili hapo pia inaitwa kuchukua, receiving. Hiyo ni section 6 ya Anti-Bribery Act. Unaweza pewa lakini usikubali kuchukua. Wewe sema tu hapana, siruhusiwi kuchukua hongo. Na pia kuna kukosa kupiga ripoti. Ukiona hongo unatendeka na usipige ripoti, hiyo pia ni kosa. Within 48 hours. Na pia ukitumika, wewe umetumika juzi kwa koti fulani, kuna mtu alipewa pesa apelekee mwenzake. Sasa umetumika pale kuwa kama conduit ya kusafirisha hongo. What if wakati mwingine hujui pesa ni ya kazi gani? Lazima uulize ama umedanganywa. Lazima uulize ni ya nini, lakini mara kwa mara utapata kwamba ni deal, watu wanakuliud. Na ni practice sio ya siku moja, ni kitu wamezoea kufanya kila mara. Kwa hivyo ndio maana tunaelimisha Wakenya wakuwe waangalifu sana. Ndio tusiwe na ufisadi kama haya. Nikitoka hapo kwa bribery, ningeongezea tu kwa mambo ya embezzlement ambayo ni kupora mali, na mkubwa wangu ameelezea vizuri. Yes. Kwamba kwa ofisi heshimu pesa ya serikali, heshimu hata shilingi moja, pesa ya wananchi. Heshimu pesa ya wananchi. Usichukue hata shilingi moja. Ukipewa pesa ufanye kazi na umefanya kazi na imebaki change kidogo, usichukue ile change, rudisha kwa serikali ifanye kazi ingine. Mtu ajipange na pesa zile ambazo ni zake halali. Ndio maana tutakuja kwako tukuulize, hii pesa umetoa wapi? Ama hili gari umepata wapi pesa ya kununua? Inafaa ueleze vizuri with supporting documents. Tunajua mshahara ya mtu, tunajua allowances za watu. Kama ni gift, for example, ulipewa gift, tutajua kwamba ulieleza kwa ofisi kwamba ulipewa zawadi. Yes. Kwa hivyo maisha ya mwana Kenya ama mfanyikazi wa serikali lazima iwe very transparent. Kwamba nikikuja kwako nigonge mlango asubuhi, usishtuke, usifent, usianguke chini, kwa sababu unajua wewe mikono yako ni safi. Ni wakati upi mtu anaanza kukua mfisidi? Labda tuseme tuko na vijana, tuko na watoto wakigrow wakiwa shule, hata viongozi wengi wao before waingie office unapata kuwa wanakaa safi, but wakishaingia, wakishapata mamlaka, unapata mtu ameanza kubadilika. Ni wakati upi watu wengi mkiangalia katika in the Kenyan context
viongozi wengi wanabadilika wakati upi? Asante. Kuna tofauti mbili hapa. Kwanza kuna zile kazi ambazo mtu anaingia baada ya kupeana hongo. Tuseme kama election, kama hii ya politicians. Yes. Unaweza pata mwanasiasa fulani anahonga watu ili aingie kwa ofisi. Akiingia kwa ofisi, jambo la kwanza anataka arudishe zile pesa ambazo alitumia. Tuseme recruitment, kama polisi ama walimu ama kwa county government. Utasikia unaambiwa ulipe 400,000 ndio upate ile kazi. Ukiingia hapo, kazi yako ya kwanza itakuwa kurejea, kurudisha zile pesa ambazo ulitumia. Ndio maana tunasema kwa recruitment ama kupata kazi, usipeane hongo. Kwa sababu ukiingia pale utahitaji urudishe zile pesa kwa njia yoyote ile. Jambo la pili, kuna kitu inaitwa culture. Culture ni mazoea ama utamaduni. Ukiingia pale kwa ofisi, kuna ile culture ya corruption unaweza pata pale. Watu wamezoea kufanya hivyo. Yeah. Sasa unasema mimi ndio nitakuwa malaika kwa hell. So utaangalia. So unaingia pale kama uko sawa, hata mavazi iko sawa, kazi unakuja mapema, hutaguza pesa zozote, lakini unaangalia boss wako anafanya hivi, wenzako wanafanya hivi, alafu unaamua mimi pia wacha ni wa join. Na tunasema integrity huwa ndio weapon ya integrity, ya corruption. Tunasema mtu akiwa na integrity ama uadilifu, hata kama anasimama mtu mmoja, bado atasimama kwa mambo ya ukweli. Hata angalia kando aone, hata ukiwa peke yako. Usimame imara, sababu inaweza kuwa wewe ndio utabadilisha hao wengine. Mimi najua watu wengi katika hivi vita dhidi ya ufisadi wanajua ufisadi ni mbaya, lakini imekuwa addictive. Hawawezi, wanaangalia vile watajiepuka nayo, lakini hawawezi. Sasa ukiwa pale, wanakuona mambo yako iko sawa, rangi unapiga vizuri, unavaa vizuri, uko na furaha na hujawahi iba pesa. Unajua wataona kwamba inawezekana. Huyu ako free. Inawezekana. Yes. Naweza ongezea kidogo. Umeuliza swali nzuri sana. Kwamba ni wakati gani mtu anaanza kuwa mfisadi? Kuna watu wengine wameingia kwa ofisi, wamekuwa watu wazuri, tumewaona huko nje. Wamekaa malaika. Sasa hapo mimi ningependa kuongezea kwamba kuna watu wengine wanaweza kuwa wazuri huko nje kwa sababu hawajapata opportunity. Are you getting? Hawajapata nafasi ama ofisi ya kufanya hiyo kitendo ya corruption. Sasa wako nje ndio, ni wazuri ndio, lakini kwa sababu hawana hiyo opportunity huko nje hawangefanya. Lakini kwa in their blood system wanajua wakipata hiyo opportunity wanaitumia sasa. Yes. Are you getting? Sasa hiyo kitu inatoka kwa sababu wamepata. Kuna watu wengine wanaingia pale, kuna kitu inaitwa temptation. Naona unajua hata kwa Biblia Yesu alikuwa tempted, lakini akashinda. Sasa tunaweza kuwa sisi wawili kwa ofisi ama watatu. Mtu akuja atu attempt, sema bwana ndio unifanyie hapa, chukua hii. Kuna wale watakataa na kuna wale wana follow along the way. So hiki kitu saa zingine hata huko nyumbani, saa zingine tunasemanga kuna watu wengine kitu iko kwa damu yao. So kuna watu ambao wamesaliwa kwa damu yao, lazima waibe. Are you getting? Na kuna watu ambao wamesaliwa damu yao ni safi, hawawezi hata ukiwatempt namna gani, so hawawezi chukua na damu ya wizi. Alafu kuna kitu inaitwa
beer influence. Unajua ukiangalia wanasaikolojia wengi wanasema most of these things are learned. So unakuta mtu anaingia kazini, ameanza kupata mshahara, anaona mwenzake anaendesha gari kubwa, anaona mwenzake wakienda kwa mwenzake, anaona anaishi kwa nyumba ambayo amenunua ni flat mzuri, na yeye anaishi kwa nyumba ya kukodisha ya mabati ama sio nyumba mzuri. Sasa anaweza kuwa influence, apate hiyo influence ya peer pressure. Pia anataka kuishi kama hao marafiki, yani ndiye afiti kwa hii sako. Yeye pia anataka kuingia kwa hiyo sako na behave kama hawa, because parts of the same feather flock together. Sasa wewe unaona you are the odd one out. Sasa wewe unashtukia wewe pia umeingia pale. Lakini what we are telling people, sisi kama watu ya ethics, tunasema ishi maisha yako. Ishi maisha kama like for example, kama unaishi tuseme kama ni Nairobi, kama unaishi estate kama Buruburu, usiangalie wale watu wanaishi Karen, Kilimani, huko juu. Yes. Angalia wale watu wanaishi estate kama Mathare Valley, kama Kibera, Kariobangi. Sasa ndio utaona kwamba Mungu wako na wewe na umekuwa blessed. Yes. Kwa sababu hata hapo penye huko tayari huko mahali pazuri. Lakini sasa ubaya watu wengi wanataka kukua kama fulani. Hawajui huyo fulani alipata namna gani. By the way, kuna watu wengine wamepata mali sio through corruption. Kuna wengine wali inherit. Kuna wengine wali inherit. Yeah. Kuna wengine waliangukia jackpot somewhere. Wengine wamefanya kazi. Wengine wamefanya biashara halali. Na sasa kukua tajiri sio mbaya. Lakini ile method umekuwa tajiri ni method gani? So sisi tunaambia watu ishi maisha yako. Kama ni shule, peleka watoto wako kwa shule. Kuna shule mzuri sana za makanisa kama Catholic, kama SDA, ambayo wanalipa malipo kidogo kidogo. Lakini wewe unataka kupeleka mtoto international school. Unaona sasa unapata pressure ambayo is unnecessary. Because now you have to raise school fees ya huyo mtoto kwenda huko hiyo shule kubwa. Sasa ile pressure itakufanya you like it or not, ukiwa kwa hiyo ofisi ufanye lolote. Mtu akikuja na kitu lazima utachukua. Lakini kama umeishi maisha yako ya kawaida vizuri, sidhani kama utakuwa tempted na hauna pressure. Sidhani kama utakuwa tempted kuchukua hongo. So watu waishi maisha yao na si hatu wakuwe maskini. Chukua loan. Yes. Chukua loan, ingia kwa sako, vitu kama sako, merry-go-round. In fact wanawake ndio wanajua hiyo maneno sana. Hii ya merry-go-round ya chama nini unachangiwa. Fungua kitu hivyo. Watu wataona umetajirika ndio, lakini hata tukikuja kwako utakuwa kwa nafasi ya kuexplain. Na tutasema endelea hivyo, watu wengine wakopi namna hiyo na muendelee vizuri. So hatusemi kwamba ukiwa mtu ya serikali ukufe maskini. Lakini utumie njia na akili ambayo uko naye na ile mapato kidogo ambayo uko naye. Usiishi maisha lavish, because mshahara haiwezi tosha. So ukiishi maisha lavish, tayari hiyo pesa itakuwa kidogo sana. Lakini hata kama unapata mshahara kidogo na uchipange naye, kwa sababu tushaona tuko na watu ambao tunajua wanapata pesa kidogo, mapato kidogo, lakini vile wamejiorganize kwa maisha yao, unaona wanaendelea kulika hata wale watu wanapata mshahara kubwa, kwa sababu ile lifestyle ambao watu wanapata mshahara kubwa wanaishi inakuwa inafanya wasiendelee. Yeah. Thank you. Nikirudi kwako Mr. Agara, before uongezee hiyo point, pia unaweza zungumzia vijana ambao tukiangalia wakati huu vijana wengi, kuna wale ambao wameweza kupata mali na wengi wao wamepatikana katika wamejulikana labda wamekuwa wakifanya biashara ambazo si halali na wamejihusisha katika mambo ya corruption. Yes. Asante. Kwanza ningependa kuongezea, na utanikubalisha
nisome Biblia Proverbs 22:6 ama Methali 22:6. Inasema train a child, elimisha mtoto kwa njia ipasavyo, njia ile inafaa aende. Yes. Alafu akiwa mkubwa hata jitenga na hiyo njia. Kwa hivyo kazi ni kwa wazazi. Shida kubwa ambayo tuko nayo kwa nchi yetu ni kwamba hatuna role models. Wazazi wamewacha jukumu la kutrain na kuelimisha watoto wao. Unajua mtoto ambaye amekuzwa vizuri, amekuwa trend kutoka utotoni. Yes. Mtoto anakuja na sweta ama kalamu nyumbani na unamwambia sijawahi nunua hii kwa nyumba yangu, umetoa wapi? Napigia mwalimu sahihi, rudisha. Mgeni anaingia kwa nyumba, mtoto anasimama, mgeni anaketi. Wazazi wako na jukumu la kuelimisha watoto wao, kuwapea maadili. Na mtoto ambaye amekuwa kwa njia hiyo, hata umpeleke wapi, hata wacha, kwa sababu hajazoea, sio maisha yake. Wanasiasa ama viongozi katika nchi yetu ya Kenya, Yes. Unaona kila siku nasikia mtu ameiba pesa fulani, na unajua hawa vijana wanaona. Ndio maana unapata kwamba vijana wanataka mali ya haraka, na wanaona kwamba watu wanaiba na wananufaika, wanaendelea. Kwa hivyo wao pia wanasema nikipata kazi hivi na mimi pia nitaiba pesa zile. Ama wanaona kwamba hiyo maisha wanaishi haijatosha, so wafanye mambo ya ukarabati ndipo wapate mali. Lakini tunaweza sema kwamba mali ambayo imepatikana kwa njia isiyo halali haina mibaraka. Na utapata kwamba kijana akishapata mali hiyo ama hizo, kwanza atashikwa na polisi, atashikwa na watu wa anti-corruption. Na pili, hatakuwa na amani, kwa sababu hizi pesa zote ameibia watu wengine. Yes. Na watu hawatafurahi. Na utapata kwamba anakuwa na ajali mbalimbali ama bahati mbaya, tunasema bahati mbaya kwa maisha. Anakuwa na incidences kila wakati. Bora nani ni mgonjwa, bora nani amekufa, vituko kwa maisha. Yes. Kwa sababu zile pesa ni za wajane ambao wanalia, watoto ambao ni orphans wanalia. Unajua ukichukua pesa ya CDF kwa mfano, Yes. Umeandikwa pale kama accountant and you are a young man, umeona pesa za widows, pesa za disabled, pesa za orphans, hata pesa za kanisa watu wanaiba. Watu wanalia huko nyuma, wewe unaendelea. Utakuwa na amani katika maisha. Hata Mungu akubali hivyo. Kwa hivyo ningependa kuambia vijana, maisha ni pole pole. Wazazi wetu walifanya kazi kwa miaka kama 30 ndio wakanunua hata gari. Maisha ni Lakini vijana wa sahi lazima akuwe na gari, akuwe na plot, invest kila mahali. Sio mbaya kuwa na mali, lakini hakikisha umepata hiyo mali kwa njia ambayo inafaa. Hakuna mtu analia huko nyuma kwamba umechukua pesa zake ama hujavunja sheria kupata zile pesa. Ndio. Nashukuru sana kwa hayo. Na Mr. Wekesa, ni wakati upi mnaangalia alafu mnaanza kufuatilia, mnaanza kutafuta victims, mnawapataje? Jo, labda mtu kama mimi tuseme nimekuwa nikipata pesa yangu kidogo, lakini kuna ile point yenye unafika unapata ameanza kutafuta na EACC. So unajua hiyo point ndio watu wanaanza kusema huyo kuna kitu amefanya, kuna pesa amepata, ama kuna property yenye ameweza kukuwa nayo kwa ambayo ametumia njia ambazo ni haramu. Yes. Asante sana kwa hilo swali.
na nilisema hapo mbeleni kwamba wakati huu kitu ya muhimu, one of the themes ambayo commission inachunguza sana ni maneno ya lifestyle, alafu kitu inaitwa unexplained wealth. Sasa kuna njia kadhaa. Kitu cha kwanza, EACC huwa tunapata report. Wewe utakuwa kwa hiyo village ama hiyo kijiji penye ulisaliwa, alafu watu wanaona your lifestyle imebadilika. Watu wa hiyo area na wanajua mnafanya kazi kwa county government yao. Mtu mmoja ama wawili ama watatu watakuja kuripoti kwamba huyu vile tunaona wakati ameandikwa. Sasa sisi tukipata hiyo report tuta investigate. Alafu na tuki-investigate haitakuwa tunakuja kwako tunakuambia sasa sisi tumeanza ku-investigate. Hapana, tutatumia njia zetu. Hata wewe hutajua kwamba tunakuchunguza baada ya kupata hiyo report. Mpaka wakati tutashika tupate ushahidi wa kutosha ndio tutakukuja. So kukukujia kwako, that's the last. Inamaanisha mshafanya. Tushafanya kila kitu. Okay. Njia ya pili ambayo tutapata ni kwamba wewe mwenyewe you will blow yourself out as a public servant. Lifestyle yako itaonekana na watu wataiona. Hata sisi wenyewe watu ya EACC tunaweza iona because we also stay with the society. Sasa wewe lifestyle yako ndio itakuuza. Ndio sasa itatuonyesha, tutaanza ku add up 1+2. Huyu mtu hii maisha ana lead is not within their means. Sasa tutaanzia hapo uchunguzi wetu. Kitu kingine, unajua hapa Kenya kama EACC hatufanyi kazi peke yetu. We have other bodies ambao we work with. Yes. Tuko na bodies kama KRA, tuko na bodies kama Financial Reporting Center, tuko na banks, tuko na other stakeholders. Sasa utakuta kama KRA for example, watatuambia because we have multi-agent forums, watatuambia kwamba huyu mtu ako na hii PIN number, na ukiangalia hii PIN number tax ila analipa, ako na nyumba pale. Are you getting? Itaonyesha. Sasa tutaweza pata hiyo information kutoka KRA. Ama wakati una transact pesa, utaona watu ya banking fraud ama watu ya FRC au Financial Reporting Center wataona suspicious transaction. Hii bank account imekuwa dormant for the last 10 years. Pengine pesa yenye imepita hapo mingi ni 5,000, 20,000, 10,000. But all of a sudden wanaona sasa mamilioni inaanza kupita hapo. So that one will be a red flag. Na kwa sababu huwa tunafanya kazi na hao hata ukiangalia, nilikuwa naona gazeti ya leo. I think gazeti ya leo ukisoma kuna mahali ambao watu wa Financial Reporting Center wameweka story on how to identify suspicious transactions. So wakishaona hizo suspicious transactions, because pesa kwa mara mingi hata unajua hautalala na pesa kwa mattress. Pesa huwa inatembea kwa financial institutions. Kama utakuwa na cash, lazima itakuwa imepitia kwa bank account. Itakuwa lazima pesa itatembea kwa financial institutions, hata kama ni bureau, utaenda kuchange dollars. At least utaacha nini? Utaacha footprints penye unapita. Sasa because tunafanya kazi na agencies wengine, then we will be able to get the reports from there. Watuambie hii account, hii kampuni, huyo mtu ya serikali huyo, tunaona iko na address the same kama address yake ambayo anatumia kwa KRA. So it means hii kampuni is related to this person. Are you getting? Okay. Ama bank itasema kwamba hii kampuni hata kama directors ni mwingine, lakini huyo beneficiary mwenye anapata sasa ile account yenye nawekwa pesa, wale signatories ni wale watu wa county government. Sasa wamedisguise tu hawa directors kwamba hao ndio wenye kampuni, lakini pesa, the ultimate person mwenye ana benefit kwa hiyo pesa ni mtu wa serikali. So kuna njia nyingi ambayo tutajua maneno yako na zile properties zako.
hata your own spouse. Tumeona kesi mingi unakuta bibi anajua mali ya bwana, anajua bwana ako na hii kwa sababu alikuwa anamuonyesha wakati mapenzi ilikuwa mzuri ama walikuwa naishi pamoja vizuri. Sasa bwana ameamua pengine kuleta bibi mwingine. Sasa huyu bibi wa kwanza ama anaona sasa ameleta huyu ndiye achukue hii mali. Yes. Sasa utakuta spouse mwenyewe anakuja kuripoti. Lakini sasa uzuri wetu hata kama ni spouse and we encourage them by the way to report. Hata spouse akikuja kureport hatutasema, sisi tutanyamaza tu. Hutajua ni nani alileta report kwa sababu sisi tunafanya tu kazi yetu kama undercover. And we also tunajua kwamba tuko na undercover. Na mimi huwa nasema hivi, hao watu wenye wanaiba pesa ya serikali alafu wanaenda kuregister kwa majina ya watu wengine kama relative ama friend, I'm looking forward in a situation whereby huyo friend akatalia hiyo mali. Yeah. Sasa huyo friend akikatalia hiyo mali, mnaenda koti, itaenda huyo mtu atafanya namna gani? Itakuwa ngumu. But all said and done, kwamba utaccumulate hiyo pesa yote, tutafanya uchunguzi, mara ya mwisho tukuletee kitu inaitwa demand notice. Tutakuandikia barua ya na tuta enumerate the assets you have to your surprise. Hata wewe mwenyewe utashituka tumejua namna gani. Alafu tukwambie sasa explain to us, come to us and explain. Yeah. Sasa chenye tutafanya kama hutaweza kuexplain tutakupeleka kotini. Na kotini of course if you don't explain we have jurisprudence ambayo inaendelea mzuri saa hii. Utakuta ruling itafanywa in favor of us. Sasa wewe chenye tutafanya hiyo mali yako tutatua, turudishe kwa serikali, na wewe tukurudishe ile mahali ulikuwa before anze kuwa mwizi. Tunakurudisha pale pale penye unafaa kukua. Alafu sasa kama watoto wako walienda shule kubwa basi watoke. Yaani uishi ile maisha yenye nilisema mbeleni ile yako. Sasa wewe kama mtu wa kawaida, sio kuishi maisha ya borrowed, ile ambayo unatumia pesa ya umma. Na wengi wamerudishwa kwa hiyo hali, na kwa sababu sisi kama tume pia hatutaki watu warudi kwa hiyo hali. Basi prevention is better than cure. Usijaribu kukuza pesa ya serikali vile mwenzangu hapa alisema. Usikuze pesa ya serikali because what will it cost for you to gain the whole world and then you lose put the things on the earth, and when you go to heaven also you go to hell. So you will lose at both places. Utapoteza kwa dunia na tena huko mbinguni unapoteza. Sasa wewe utakuwa mtu aina gani? Mr. Gar. Yeah. Una jambo la kuongezea? Ningependa kuongezea kwamba sana sana anti-corruption. Tuko na jukumu ndio la kupigana na ufisadi Kenya nzima. Lakini tunapea priority kwa pesa za serikali. Kwa sababu katika mambo ya human rights tuko na watu wawili. Pande moja tunaita rights owners na tuko na duty bearers. Sasa rights owners ndio wananchi, na hawa ndio wanataka services. Duty bearers ni serikali, wale wamewekwa pale watunze mali ya serikali na waitumie vizuri. Kwa hivyo katika serikali tuko na watu wanaitwa auditors ama wakaguzi. Na nationally tuko na ofisi moja inaitwa Office of the Auditor General. Hawa wanafanya ukaguzi, wanafanya post audit. Mwaka ukishaisha wanakuja pale alafu wanafanya audit. Lakini pia kwa idara yoyote ya serikali tuko na watu wanaitwa internal auditors. Hawa mara nyingi tunasoma ripoti zao. Kama auditor amesema mwaka fulani pesa fulani zilipotea kwa county ama zilipotea kwa idara ya serikali. Tunasoma zile ripoti kwa gazeti ama tunawaomba zile ripoti na sisi tunafanya uchunguzi. Mara nyingine wanapeleka hizo ripoti kwa Senate ama Parliament. Parliament wanaangalia alafu wanatupea
tufanye uchunguzi. Kwa hivyo kwa mara nyingi tunaanzisha uchunguzi tukipata ripoti kwa njia zozote zile, na tunaomba wananchi watupee ripoti za kutosha. Kuna watu wameona ufisadi ukitendeka, lakini hawajawahi, hata hawajui ofisi zetu ziko wapi, hawajui namba zetu ziko wapi, hawajaenda online kutafuta anti-corruption. Na EACC ndio the first line body ya kupigana na ufisadi. Kwa hivyo wananchi wajitokeze, wajaze pale, walete ripoti, na tuko na sheria ambayo inatengenezwa saa hii inaitwa Whistleblower Protection Act. Whistleblower Protection Act ambayo inahakikisha kwamba wale ambao wanapiga firimbi wanakuwa protected. Kwa hivyo mtu asikuwe na woga kwamba mimi nikipiga ripoti unajua mimi mambo yangu kuisha. Hapana. Tuko na njia za kuhakikisha kwamba usalama wako uko sawa. Na tunaomba watu wakipiga ripoti wasiende watangaze kule. Usiambie hata bibi yako. Wewe ripoti ikuwe confidential na utuachie hiyo kazi sisi tufanye. Hata watu wa media wapige ripoti. Watu wa secondary schools tunasikia hata shule kuna pesa zingine zinapotea mingi sana, wapige ripoti. Watu wako kwa barabara, kwa polisi, wapige ripoti. Kama sahihi tuko na mipango na idara ya polisi. Na tunataka kuambia wananchi kwamba watuletee ripoti. Ukiona polisi amekosea, enda kwa OCS ama kuja kwa anti-corruption upige ripoti. Ukishafanya hivyo, wewe umemaliza kazi yako. Kazi sasa ni kwetu, tutahakikisha kwamba wema umetendeka. Vyema kabisa, tungeweza naongeza kitu hapo. Kidogo tu kwa whistleblowing. Whistleblowing, unajua tunasema kwamba mtu mwenyewe ndio anajichunga. Hata kama kuna whistleblower protection, lakini we mwenyewe ndio mlinzi wako wa karibu. So don't blow yourself, because kuna watu atakuja ku whistleblow but in the process anajiblow. Na tunaambia watu kwamba hakikisha wakati umetoa report ni siri yako. Na kama unajua wewe ni mtu loose talk, ama ukisha gonga 2-3 kwa wazee unaanza kulipuka ati sasa ataniona nimeripoti kwa anti-corruption. Unajua sasa hiyo maneno yako umeblow, hata kama ulikuja siri lakini huko nje umejiblow. Na hiyo hatutaki kama mambo kama hayo. Wewe ujichunge in private life and in public life. Thank you so much. Ningependa tuende mapumzikoni, kisha baadaye tutarudi tuweze kuzungumzia yale ambayo tumebakisha. Umoncho muligere tokoenda umuti mukomoke ndire tokoirana togendere no moroverio. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwatoka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chechi brand ao
ekyo chire chingia kirage chirangi chiga niko chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentere nigwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga niko chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekarigori iriya bantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chebiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuyi go musongo eyuerange ne duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere sinigwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Gusie bono na bukwegokia asogo sonja etv ya wanje Tiger Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimrulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuri miensi ya Kenya ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas amono chingira ku mwaka muya iliwego kinemrulu yetu ao inyuranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeonga kia Mwamogusi. Subscribe ase channel ya Getembe TV rero ili manyibu na mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Getembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Getembe ao ngakiende yonse inyuranga ngwetera ase official channel ya Getembe TV subscribe comment ase chi video cheto boigo share na basani amune amate ejo baigokie bemanye na wesemia tobase kweba turn on a notification bell yani ekenge Edio onyaliko bagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Getembe Television Network ekenakyo ekeonga kia Mwamogusi. Boy Juakali Center neduka egokoneria ebitamba byokorosia echisovaset ebirugo byechisovaset bagomba bwate chikapet chisanduku cy'abana bagucira eskuru na boygo echo kubekera chianga nigo babwate emeito yebirengo ao kurwa eri abana bagucira eskuru amarangeti ebitamba byokwara na kurarira babwate chichiko chivibe cyokoroseria ebirugo na boygo chips cyokorosia chipillowcase echo okorarira Gagi. Omwana yo boy, tikanda ndango ichibesa. Chibesa ntabwate muko, lakini naikire taracha seito, nanyorere mwa boy Juakali. Hai, bone chibesa kwenda mpulingi go pulingi. Emeito ya bana bakuchere sukuru. Emeito yo konyora bana chisare. Kwara zangu ra duniani. Kaki, horoje paka nabwate paka ebintombire bakoro kwa chiferi beti. Chikorozi, ebirogo. Diechikali. Hai! Kaki apa kusiba sepinga imore. Kaki imore. Hai! Inchu waki mwenzi tabatari. Ninchu goja moye binto kuruga mwapo Juakali. Hei!
hili omuganga James Ongoroko gaki mbabwate chitandarua chokorosia ebirugo bya kigali nabo igo ebirugo bya leather guse chisofa set chia leather gwetania bo nigo kubanyora babwate chi velvet echo oranyare koroseria ebirugo byao guse kende gyonsi origeti korosia nebintu nebyo mbabwate cha arms ase ebirengo ao manyiga nonya ne chitandarua chokorosia chihema mbabwate kaiba gutuka nigo bagutuka ange ne hotel ya Kisii Hotel katikati yo musikiti odaraja mbili na Uru Superstores barabari na Kisii Hotel gutaka kumanya bange na kugura kende gyonsi bakire ase enamba 0720688220 Boy Juakali Center inkyukanyete utaragura ebintu bya okuruoro Njempo Juakali Store na bariga ni mwe stokole biashara sobwamo ingotoka opposite Kisii Hotel na bariga ni mwe gaki genda mwapoi gaki nyasaye baba boli Juakali gaki egotoka alinsa litara chambiri gaki ligere libudango kuanete omusio mubihili gaki nariri gori kwa sarense ebintu nago lire gaki Boy Juakali hili gaki hili ngokonkonya musio mubihili kulite bintu mlimamba nigo bakwigura amatukonsi kuri nderi tukuri sabato tibari kwigura Edwani yabugire ayo mwaro karugetanda Edwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbale njara ayo mwaro karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege genderete kurigereria enchira obukurume obukurwanewa aiga asense ya Kenya na boigo litukuri gochengera okurwania obukurume ekera bono liaberire ange aiga se studio nigo tugenderete na bageni babere abo bono bakurwase ekyombekere ya EACC bagotora abuna enchira yokugendera konyora obumanyi iguru ya okurwania obukurume asense ya Kenya karibu sana ndinde tugendere gusanga Mr. Wekesa, wakati mwingi tumeangalia serikali za county na serikali national government. Tumeweza kupata wale viongozi ambao tuseme governors, tumekuwa na wale wenye wamekuwa wakifanya kwa serikali kuu, wakihusishwa katika mambo ya ufisadi. Wakati mwingi, how do you handle them? In terms of unaweza kupata unaweza ambiwa labda kulikuwa na speaker, kulikuwa na governor ambaye alijihusisha katika ufisadi, unasikia mali yake imeendewa. Like how do you approach such issues? Yeah. Yes. Hiyo ni swali nzuri. Hiyo ndio iko common sana. Tukisikia EACC, tukisikia serikali ya county na national government. Yes. So hiyo ni swali nzuri. Kwa sababu mostly sisi ukiangalia katika strategic plan because kwa kazi yetu, utenda kazi yetu lazima tunakuwa na strategic plan. Na strategic plan yetu ambayo inaendelea kuanzia 2023 to 2028 kile kitu ambayo tumeweka maanani sana, kuna kitu inaitwa high impact cases. Now high impact cases plus capital intensive projects inamaanisha kwamba hizo ni projects ambazo pesa mingi itatumika. Tuseme kama kujenga county government offices ama kununua these heavy vehicles like kutengeneza mabarabara. Those are high intensive. Sasa utakuta ya kwamba target yetu na hiyo high impact ni kwamba one of the things we look at ni the amount of money involved. Yes. Then number two, the type of persons, and most of them are politically exposed persons because they are hao ndio wale wanajihusisha sana na hizo project kubwa na hiyo matenda.
So tukipata kesi kama hizo, sisi hatuangalii ukubwa ya mtu ama usiasa wa mtu, mrengo gani ako. Sisi tuna treat the case vile iko, na sisi uchunguzi wetu tukichunguza, hata hatutaangalia maneno ya nje. Kama for example nyinyi 40 state, hata magazeti yakiandika kuna huyu mtu, sisi hatuendi na what people are saying out here. Sisi we carry out an independent investigation like any other normal junior officer, na wakati tunaendelea na uchunguzi, na lazima ujue mtu kama huyo pia ni mtu wako na pesa, na tena ni mtu wako anaweza pata lawyers wale ambao ni wakubwa wale wanajua kuhandle cases. Sasa mtu kama huyo huwezi kufanya uchunguzi ambayo wakiholela. Lazima unafanya uchunguzi wa ndani, uhakikishe kwamba umepata ile evidence ambayo ukisimama nayo kotini ama ukimuita kumuinterrogate, lazima iwe evidence ambayo ni ya kutosha. Unajua kwamba hapa Kenya tuko na shida. Hata yule mwananchi ambaye tunasema ni kwamba Wanjiku tunamsaidia, lakini saa zingine utakuta Wanjiku anataka huduma ndio, lakini hao mabwenyenye saa ile wanachukua pesa. Hata sisi tukiwaita kwetu wakuje sasa wa record statement, utaona the same people, members of public, ndio wana escort hao watu na wanakuja wakiimba majina ya huyo mtu ambaye sisi tumechunguza, wanaimba, wanatutusi sisi, wanasema ni siasa wanasema ni siasa. Sasa there's a lot of politicization in such cases, but kwa sababu tunajua hiyo na tumedili nazo, sasa saa hizi tumejua mbinu, because ukisoma kitabu inaitwa Things Fall Apart, there is a part there which said that since many have learned to shoot without missing, I have learned to fly without patching. So hata sisi pia kama tuna mikakati ambayo tumeweka in place kwamba lazima huyu mtu ambaye tunachunguza na ako politically exposed, tukushapata ushahidi ya kutosha. Sasa hata mtu akisema ni politicization, lakini hata mtu mwenyewe tukumuita pale na tumsomee na tumuonyeshe vile pesa imetembea, imeenda kwa familia yake, imeenda kwa kampuni zake, yeye ndio director ama yeye ndio beneficiary. Sasa tukikuita tunajua kwamba you are humbled. Wengine huwa wanaongea tu huko nje, wanachipika kifua huko nje, lakini wacha nikwambie, wakishakuja kwa ofisi yetu na tuwaonyeshe zile documents ama ile mashtaka yao vile yako, watatoka tu wakiwa wameweka sura ya kazi, lakini ndani yao wamejua hapa tumepatikana. Are you getting? Na wengi wao hunyamaza. Na wengi wao hunyamaza. Sasa utakuta kuna wale tumeshtaki, kwa sababu ukiangalia wale governors tumeshtaki hapa Kenya, wengi hata tumepata conviction. Hata tukiongea hivi, kuna wengine bado wako kwa prison. Na ukiangalia hata PSS, ukiangalia CEOs ya Parastato, wote tumewa investigate. Sama tumepata conviction. I think hata zingine wao unajua. Zenye umeona hata mmetangaza hapa. So sisi, kwa hiyo swali yako, ningependa kuambia kwamba sisi mtu kama huyo hata akiwa mkubwa namna gani, sisi tunamhandle tu kama mtu ya kawaida. Akikuja kwetu is no longer a PS, is a suspect, is a person of interest. Sasa huko nje ndio watamuona ama ataonekana kuwa mwanasiasa, governor, hizo matitles na huko nje. Lakini akishaingia kwa mlango ya Integrity Center ama kwa ofisi kama yetu hapa Kisii hapa, kwa ofisi yetu ya region, akiingia ndani pale, hiyo majina yote anaacha huko nje. Sisi tunamtreat kama person of interest, suspect, victim. We consider him in that way. And that's why unaona watu wanasema huko nje kwamba witch hunting. Unasikia tafuta mwanasiasa wanasema witch hunting, lakini hilo neno witch hunting ukikuja kwetu uingie kwa commission, we don't use that word witch hunting. We use the word allegation.
Are you getting? Huko nje itasemekana witch hunting. Lakini hapa kwa commission sasa hiyo ni allegation. So we have to distinguish the two things. And therefore uwe mkubwa, uwe mdogo, we treat you the same. Kama ni kupeleka kwa cell, utakupeleka kwa cell yenye huyo mtu mwingine amepelekwa, utakula ile chakula mtu mwingine huyo mdogo angekula. Hiyo statement ukiandika same style, same manner, same chairs, seats that others sit on, you are not going to come now with your title, useme wakuletee kiti yako sasa ukalie. Utakaa tu kwa ile yenye tunatumia kwa so the environment is the same whether you are a senior person or a low kata officer. Treatment by EACC as a commission is the same. Yes, Mr. Wekesa, kuna labda wakati mwingine huwa mnarudisha mali, tuseme yale mali ambayo yameporwa, na wakati mwingine huwa mna prefer mtu anaenda prison. What happens? Kuna ile ambayo mnarudisha mali na mnamset free, na kuna ile ambayo mnashika mtu anarushwa ndani. Hiyo swali ni nzuri sana. Kwa sababu unajua kisheria kuna makosa ambayo mtu anaweza kuwa amefanya na it is purely criminal. No money was lost. Are you getting? But there are procedures which were not followed. Like an offense like willful failure to follow procurement procedure. That one might lead to loss of funds or it might not lead to loss of funds. So each case we treat it separately. So kama hiyo for example ya procedures, there was no money, no monetary value that was lost. Sasa hapo tutakushtaki purely criminal. Sasa hapo we will be looking for sentencing you or convicting you in prison. Lakini kuna hali ambaye you have done something. Na hiyo kitendo ambayo umefanya, it is both criminal and also you have caused loss. Either, as I said earlier, you have abused office. Either that benefit, you are the one direct beneficiary, or somebody else who benefited, and you are the one who caused that benefit to go to that person. And because you had that office of authority, and you had discretion, and you had the monopoly, you are maybe the accounting officer, like a chief officer in a county government. So you used your discretion to do that. So what we will do is, we will open 2 files. And also, in the process you have unexplained world. Because as you steal the money, you will invest this money. Mostly in maybe real estate, because that's where people run to. And construction of buildings, or you start a business, a big club, a casino, restaurant. So you will go there. So what we will do, as we investigate the criminal aspect and have the file ready to take to Director of Public Prosecution to give us consent to take you to court. We also have a parallel file for civil recovery and also for both what you stole and unexplained wealth. So those 2 files will be there. So what we will do is, whichever comes first, inaweza isha, criminal case inaweza isha mbele ufungwe. Bado utakuwa unaendelea na civil. So pia civil ikifika, sasa pia kama mali inanyakuliwa. Inanyakuliwa. Sasa tunanyakua mali yako, because now tutakuwa tumepata through the legal means. Tumepata authority tuuze mali yako, to auction. Hata juzi umesikia kwa matangazo kwamba kuna kesi ambayo tunafanya alternative dispute resolution, because hiyo pia inakuwa allowed. Tunakupeleka kotini, lakini wewe umeona unapepa mkono. Unasema badala ya kumaliza wakati kotini na bado nitapoteza na lawyer wanaendelea kunikula pesa. Sasa what I do, wacha nikuje tukae kwa meza. Sasa utakuja, is a very well elaborate ADR policy, alternative dispute resolution policy, ambayo tuko nayo. So you will be taken through. Alafu unasema sasa hii mali yenye uliiba kuna vile tuna calculate mpaka na interest yake, because tunajua hiyo miaka umekaa nayo, at least you have earned more. So there's the interest. So once we agree, we will auction part of the properties if they are auctionable, and if they are rental houses, in most cases we take charge and collect rent
on behalf of the government. Sasa hiyo pesa inaenda kwa consolidated fund direct, kwa sababu for example ulijenga nyumba kwa shamba ambayo ni ya serikali. Sasa tukiwini case kwamba hii shamba ni ya serikali, so in the first place you are not supposed to kujenga nyumba hapo. Sasa hiyo nyumba ulijenga ni ya serikali because umejenga nyumba. Sasa tuta collect rent. So that's why sometimes tuna convict kotini na tena huku tunatoa mali. But saa zingine tunatoa mali peke yake na uchakuwa convicted. Yes. Sasa lakini tumeona njia mzuri. Njia nzuri sana ni hiyo ya kutoa mali. Because prison utakuta saa zingine mtu anapewa fine. Maybe some of the laws are not very punitive enough. Nakuta mtu anaenda, ana appeal, analipa fine kwa sababu hako na pesa, atatumia ile pesa kuenda sasa kufight the criminal justice system. Lakini sasa kama tumechukua hiyo mali, tumerudishia serikali, ifanyie kazi. Sasa huyo mtu atarudi nyumbani na arudi ile hali yenye angekuwa vile nilisema mbeleni. Shukran sana Mr. Agara. Achievements, yale mafanikio ambayo EACC imeweza kupata katika nchi yetu ya Kenya, even in your region. Yes. Asante. Kulingana na mandate ambayo katiba ama sheria imetupea, kwanza tuko na mandate ya kufanya investigations. Yes. Na hata ninapoongea saa hii tuko na kesi zaidi ya 500 ambayo iko active kotini. Hata leo utakuta kwamba officers wetu wako kotini. Kwanza kwa judiciary kwa high court kuna ile anti-corruption division ambayo inasikiza kesi za ufisadi kila siku on a daily basis. Kwa hivyo kwa kufanya uchunguzi naweza sema kwamba tumechunguza zile kesi ambazo tumepewa na ambayo tumepea priority. Yes. Unajua kwa mwaka mzima tunapata kesi kama 1400, zaidi ya 1400 saa hii. Kwa hivyo tuna prioritize, kuna zile tunafanya haraka, zile ambazo ni pesa za juu, na hizo kesi zote ziko katika kila different stages of investigations. Tayari kuna wale wamekuwa convicted. Kuna watu wako jela sahi. Ni mafanikio. Yes. Kuna watu wako kwa jela. Tunapoongea. Naweza peana mfano mmoja. Kuna mtu asitataja jina. Kuna mtu aliambiwa aende jela ama alipe fine. Yeye akasema mimi nataka kuenda jela. Na ako jela mpaka wakati huu. Ya pili, tuko na ile mandate ya kurecover assets, kurudisha zile property ya serikali. Hata hapa Kisii naweza sema kwamba kuna parcels of land nyingi ambazo tumerudishia serikali. Zingine tumepea county government, tumewapea title deed, na zingine ziko kwa process. Kuna universities ambazo tumewarudishia ardhi yao. Yes. Kuna courts of law ambazo zilipoteza land tumewarudishia, na idara mbalimbali za serikali. Na kuna ile mandate ya prevention ama kuzuia ufisadi, na niko na ujasiri kusema kwamba kwa counties zetu zote 47 tumefanya corruption risk assessment na tumewapea advisories kila county, ikiwa kwa assembly ama kwa executive. Tayari wako na advisory ya anti-corruption. Sasa kazi yao ni kuimplement hizo advisory. Kuhakikisha kuwa kazi inatendeka vilivyo, the systems. Yes. Hazina loopholes. Mwisho tuko na mandate ya kufanya elimu, kuelimisha wananchi. Na ukiona hata haijapita wiki 3 tangu tukue na halmashauri hapa Nyahururu Girls. Tukakuwa na ingine Homa Bay High School, Kanga High School. Tumelete watoto wa high school, watoto wa primary school, ili tuwaelimishe
kwa mambo ya ufisadi. Sana sana tunawakuza kwa mambo ya uongozi na uadilifu. Okay. And maybe naweza sema kwamba katika kizazi kinachokuja hapa mbeleni, labda hao watoto wakitoka shuleni na wamefuata yale ambayo tumewaambia, labda tutakuwa na tofauti katika nchi yetu ya Kenya. Na elimu haya yanaendelea kwa idara zote za state na idara za non-state, mpaka makanisa. Juzi hapa Kisii tumeleta chiefs wote kutoka Kisii, tumewapea elimu haya. Watu wa civil society wote wa Kisii tumekutana nao, tumewaelimisha. Na ni jambo ambalo tunafanya kila mwaka. Polisi wote wa Kisii County, hata wa Nyamira County, wote wako karibu 250 kwa kila county. Tumewaelimisha. Kwa hivyo achievements zetu zinalingana na ile mandate ambayo tumepewa, na naweza sema kwamba kutimiza. Tumeweza kutimiza. Niongeze tu kitu kimoja. Yes. Mbali na yale, kuna kitu inaitwa, unajua chapter 6 ni purely leadership and integrity. All state officers. So what I can say as achievement of the commission ni kwamba we have managed to ensure that all county assemblies, county governments, national government, senior officers, state officers have signed code of conduct. And if they are in breach, we are able to get hold of them. We have digitized the declaration of wealth. So right now, once you enter, you are employed, we know what you have. And when you leave, we know what you have. Then we are able, actually, it is now easy for us to do and explain wealth. Self-declaration forms, for, when you are being, you want to be employed in the government, mostly, even the private sector nowadays, you are supposed to have to declare the self-declaration. There is a form you are supposed to fill. So we have put it online. Now we have made it even easy for officers, for people who want to get employment in government, to just self-declare online. Initially we had people in the Huduma centers. Now we have them. We have facilitated gift registers and also opening of accounts abroad. You must pass through EACC for you to open an account abroad. And I'm now very sure now people are not just opening accounts abroad in the process of hiding money. Okay. But at least there is some moderation. And to me that's an achievement as a commission, because now there is some way, there's a good way, there's some formal guideline on how people are supposed to open bank accounts abroad. And most of our resources here are abroad. We can move. Okay. Na tukimalizia African Anti-Corruption Day. Hii ni siku gani? Watu wanafaa kufanya nini katika hii siku? Sasa siku ya Friday ama Ijumaa tarehe 11 mwezi huu, watu wote wa from African continent, that's about 48 states will be here in Kenya, will be represented here in Kenya, I think Nairobi, to mark this particular day of African Anti-Corruption Day. The African Union on Preventing and Combating Corruption, I can say, was adopted in the year 2003. That was in Maputo, Mozambique. And this one was, naweza sema, ilikuja kwa sababu in that same 2003, as my colleague said, Yes. we had United Nations Convention Against Corruption, which was ratified at the UN level. So most of the countries of the world had ratified the United Nations Convention Against Corruption. So we cascaded, it was cascaded now downwards kwa Africa now. Yes. Because now they are now domesticating. Sasa wakailete Africa through Jumuiya ya Africa, that is AU. So AU, like UN, now UN is the worldwide, then AU being the African body, sasa ikadomesticate hiyo na ikasema kwamba each year
on 11 July lazima tukue na hii siku ya African Anti-Corruption Day ambao African countries zinatakana kuja pamoja kwa sababu kila nchi iko na anti-corruption mechanism yao. Yes. Kulingana na hiyo vipengele ambayo iko kwa United Nations Convention Against Corruption, kuna majukumu ambayo each agency wanatakana kufanya kuimplement. Kama ni kufight corruption, ni mechanism gani mmeput in place katika nchi yenu ambayo mnafanya. So wakikuja kama Afrika sasa wanakaa chini kama sasa Nairobi tarehe 11 mwezi huu. Utakuta kwamba watakombea notes. Ni kupika msasa. Tumetoka wapi kwa hii vita ya corruption? Yes. Mbinu gani tumekuwa tukitumia? Na inafanya ama haifanyi? Which are the best practices? Because as human beings we like benchmarking. Utakuta muna implement kitu moja, lakini kuna wengine watakuwa far away ahead. As you start just like in a race, mnaamuka pamoja, but unakuta wengine wako mbele na wengine wako nyuma. Sasa hapo ndio sasa inaitwa now all stakeholders wanakuja, wana compare notes, alafu wanaona tuko hapa sasa. Sasa tunaenda wapi? Alafu kitu kingine ni theme ya hii mwaka. Inasema promoting human dignity in the fight against corruption. Hiyo theme ni kitu kubwa sana. Because the moment you talk about human dignity, then you are talking about a human being who is a creation of God and who worldwide is supposed to be managed in a way that their fundamental rights or Bill of Rights are taken care of. Just from the United Nations Declaration of Human Rights coming down here, we know human beings are supposed to be taken, they have their own freedoms by right. The moment you are born on this earth, there are things which you must access, and they must be easily accessible. You must access them, and they must be adaptable to you, and you must accept them. So they cannot be imposed on you. And therefore, this theme means that as we look at corruption and unethical conduct, and we come together to fight them, the major beneficiary that we are looking at is the human person. Yes. Because these things that corruption brings about, yenye corruption inalete, utakuta kuona, first of all, it denies services, because wakati wa corruption ambayo iko, mtu akienda kupata huduma, hatapata huduma, because of corruption. Nini maneno ya education, you are supposed to access basic education, all human beings. Corruption itafanya hutapata. You are supposed to access medical health care, corruption itafanya hutapata. Then corruption also it create an environment where we have poor infrastructure, because now people have to move, people have to trade, people have to travel to various places. Sasa infrastructure ikiharibika, then unakuta mahali unatakana kukaa kwa gari, unakaa kwa mkongo ya bunda in this time and era, because there's no road. Are you getting? Yeah. So your human dignity, where you are unatakana kukaa kwa gari, na saa hiyo sasa umeforsiwa kukaa kwa punda. In this modern society we are saying your dignity has gone down. Then kitu kingine ambayo kitakuja ku affect human dignity kwa sababu ya ufisadi ni kwamba utakuta kuna resistance, kuna groups, kuna criminal gangs, because people will be impatient. Sasa utakuta kuna criminal gangs ambao insecurity sasa itaenda kuwa rampant, which affects human dignity. Another thing is economic, because with the corruption, economic development will be retarded. Sasa unakuta nchi haiendelei, hatuwezi kuwa na mafactory, hatuwezi kuwa na uchumi ambao na flourish, hatuwezi kuwa na mazao kama food security, hatuwezi karandi watu environmental security, because
kutakuwa na vitu kama climate change because of interference with the environment kwa sababu ya corruption. Sasa utakuta ile basic rights zote including personal security ambayo mtu anatakana kuwa naye, which actually talks about his dignity. Unakuta hizo vitu zote kwa sababu ya corruption, now you don't have any of them. And that's why we are talking about things like terrorism. Why are they coming up? Because of such things like corruption. So hiyo siku hapa Kenya tunajua kwamba tuko na Ethics and Anti-Corruption Commission ambayo sasa iko cascaded hapa, but kulingana na maneno ya partnership, because now hii ni partnership na stakeholders. Tuko na kitu inaitwa Kenya Integrity Leadership Integrity Forum. Sasa hii iko na secretariat yake. Hii sasa inaleta pamoja wale stakeholders wote ambao wana fight corruption. Yes. Na I'm happy to say kwamba kama hapa Kenya sasa hii secretariat yake iko headed na EACC. Actually we are the one championing the secretariat. Sasa utakuta currently tuko karibu na partners karibu 22. Sasa hawa partners wanatoka various agencies. As I told you mbeleni kwamba sisi hatuwezi fanya pamoja. Kuna agencies wengine kama Transparency International, KRA, National Steering Committee on Against Corruption. Utakuta hayo makundi yote wanakuja wanakuwa na hiyo forum. So ina provide hiyo Kenya Leadership Integrity Forum, ina provide hiyo forum ya watu kukutana na kupanga mikakati ya anti-corruption issues. Then watamobilize resources, because how will you fight corruption? How will you do public awareness? Utafanya namna gani? Si lazima utembee, si lazima umove. Sasa lazima resources ifanywe. Tena hii Kenya Leadership Forum lazima waangalie wainishwe kwamba there are policies and strategies ambazo zinafanya kazi, because unaweza kuwa na policy na strategy ambayo haifanyi kazi. Sasa lazima ungangane upate ile ambayo inafanya kazi. Tena kuna kitu kingine ni kwamba how do they assess, like now sasa hii siku yenye tunasherehekea tarehe 11 wanakuja kufanya assessment. So our leadership, hii Cliff Leadership Forum ndio sasa watakuwa kipaumbele kwa kuhakikisha ya kwamba wametengeneza mechanism that can assess the achievement ya hii kazi yetu as a country now, as Kenya. So wakati tutaenda kwa hiyo mkutano, wale watu ambao watakuwa kipaumbele with their counterparts from the 48 countries ambazo tumesema hiyo siku ambayo watakuwa Nairobi, hopefully KICC, and you are invited as media. Sasa wale watu watakuwa pale, sasa ndio watakombea notes hapo. So Kenya Leadership Integrity Forum ndio watakuwa kipaumbele. Yes, Mr. Agai, tukimalizia unaweza peana labda contacts mtu akitaka kuongea na EACC? Yes. Asante. Nitapeana contacts mbili. Ya Nairobi na ya hapa Kisii. So ya Nairobi contact yetu ni 07. Ni nambari ya simu pekee? Ni nambari ya simu. Pia kuna barua mtu anaweza andika, kuna email. Online? Kuna email. Yes. Tuko na njia tofauti za kupiga ripoti. Lakini utaniruhusu nipeane simu ama na website. Okay. Ndio. Sasa simu ni 0727 28 56 63. 0727 28 56 63. Hiyo ni ya Nairobi. Ya Kisii. Yes. 0770 91 2192. 0770 912192. Alafu ningependa ku advise wananchi ikifika tarehe 11
Friday, Ijumaa, sote tusherekee African Anti-Corruption Day by making at least one report about corruption. Angalia ofisi mahali unafanya kazi. Angalia sako yako ya chai ama nini. Angalia unajua barabara. Angalia hapo village mahali unakaa. Kama kuna mtu una suspect ama jambo ambalo unashuku, piga hiyo namba ama kuja tu hapa Kisii, tuko hapo karibu na Mashauri, upige ripoti. Sisi hatutafunga ofisi, hiyo ni siku ya kusherekea by receiving your report. Alafu la mwisho, huwezi jua, labda wewe ndio utakuwa mtu wa kwanza kuleta mabadiliko. Kwa hivyo tukiongelea mambo ya uadilifu ama integrity, tunasema kila mtu asimame imara. Hata kama watu wanaiba kando yako, wewe simama imara. Labda huenda wewe ndiwe utalete mabadiliko katika nchi yetu. Shukrani kabisa. Kama tume, kitu ya mwisho ningependa kuongea ni kwamba first ni shukuru TV ya Ketembe kutupatia hii nafasi. Na ningependa kuambia wananchi wote kwamba siku ya tarehe 11 mwezi huu sisi wote tufurahie. Tunajua kwamba kuna sio kila kitu imefanywa, but hata ile kitu kidogo ambayo tumekuwa able kufanya, furahia, kwa sababu mimi nikiangalia huko mbele naona mwanga ambayo tutakuwa na inji ambayo itakuwa nzuri, itapendwa na kila mtu. Tusiangalie saizi, let's focus ahead and let's welcome our visitors from all the countries that are coming. Na pia TV Ketembe ningependa kuleta salamu ya mkubwa wetu sio Abdu Mohamud na chairman wa commission ambaye ni Bishop Emeritus Okinde, Dr. Okinde, na commission yote wanajua tuko hapa kwa hii siku ya leo, na kwa hivyo tunaleta shukurani sana, na siku nyingine mkituhitaji tutakuja, na tunampongeza sana kwa kazi mzuri ambayo mnafanya kama Fourth State kuelimisha watu. We are very sure kwamba hata leo kuna mtu ambaye amepata kitu moja ama mbili. Sio lazima upate kila kitu ambayo tumeongea hapa, lakini kama unaweza pata kitu moja ama mbili ambaye itakusaidia kuwa Mkenya mzuri, citizen mzuri ambayo sheria hutakongana nayo, sisi kama tume tutafurahia. Na Mungu amlinde. Okay, thank you Mr. Agar. Uko na salamu labda ama lazima nitume salamu kwa kwanza Wakenya wote, na hasa wale ambao wanatusikiza hapa Kisii. Najua tumeinteract na watu wa Kisii kwa muda mrefu hapa kwa idara zote, hata county government. Kwa hivyo natuma salamu, na ningependa kupongeza Getembe kwa nafasi hii maalum ambayo umetupea ili tuongelee mambo haya ambayo yanatuhusu na yanatuhakikishia kwamba tumepata rights zetu na tumeishi na dignity, tukifukuza ufisadi katika nchi yetu ya Kenya. Nimeshukuru sana. Karibuni tena wakati mwingine. Mwancho murigere uyu ni Garenge Mr. John Agar na Boigo Mr. Ignatius Wekesa abupa kurasi kiombe kiokuroni ubukurumeka asensi ya Kenya ya EACC asensi meyo tugukorera omoroberio okwetwani ya Getembe ritukeriga ariarero kenda utigara ime yemeroberio ende ekobwati ase chinga kichonsi Getembe TV TV yao namba AM. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda. Ayo mwaro karugetanda bana mbale njara. Ayo mwaro karugetanda bana mbale njara. Uzitosomya bamura baje kuya mandege. Uzitosomya bamura baje kuya mandege.
ine kwabaire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia enibo enyinge bono tokwa omoyo inyagitari ya World Fit Health Centers nero lichibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa marwire amange abuna amarwire yesukali amarwire yenda amarwire yomogongo na yande amange. We call your prostate. Eno borwire bwasumbuira bagakenga abagaka sana bwe sukari, what you call the genesis of diabetes. Ngaki borwire bwe sukari bo so mobero goime. Hypertension no borwire kramanyinga kogenda igure so mobero. World Fit itosomete chinchereza to chokorwali amarwaire. Enchede ntangani itosomete ngendo nga conventional medicine. Yani ubonyagitari obwa kawaida. Itosomete ngendo nga nutritional medicine. Nutritional medicine na marioga aliakurwese endagera ya ito